Kwenye kila changamoto ambayo unaipitia, please usije ukaanguka kwenye mtego wa kuona kama Mungu hayupo. Kwenye kila challenge, agenda ya shetani ni kukuonyesha kwamba Mungu hayupo. That is why watu wakipita katika changamoto fulani ni rahisi sana kuwaza, je, nimerogwa au nina laana au nina mikosi. Ni rahisi sana mtu kujiuliza ni nani ambaye anachezea maisha yangu. Because moja kati ya kitu ambacho adui waga anakifanya ni kukutazamisha sana kuhusu matendo yake. Now you have to understand, the more unapotazama yale ambayo yeye anaweza kayafanya katika maisha yako, anakunyima wewe uwezo wa kufikiria na kuyaona na kuyatafakari na kuyatazama yale ambayo Mungu anaweza akafanya katika maisha yako. Mtu anaweza akafukuzwa kazi leo, nao ataanza kuwaza upande wa kwamba pengine nina mikosi, pengine sina kibali, sipendwi. Lakini katika mazingira hayo hayo Mungu anaweza akayatumia hayo mazingira kukutoa kwenye sehemu moja kukupeleka kwenye sehemu nyingine ambayo ni bora zaidi. Kwa mfano, Mungu anaweza akawa anakupenda sana, kafika kwenye pointi ya kuona hata mahusiano ambayo uko nayo si mahusiano sahihi kwako kulingana na future ambayo unaendea mbele. Na anaweza akakutoa kwenye hayo mahusiano, ila adui anaweza akatumia tendo hilo hilo la Mungu kukutoa kwenye hayo mahusiano kukutazamisha au kukufikirisha in a negative way. Kwa mfano, au pengine mimi sina mvuto, na tunao watu wengi ambao wakaanza kujichukia, wakapita kwenye depression, wengine mpaka wakajiua, simple kwa sababu watu fulani wameondolewa katika maisha yao. Not every time watu ambao waga wanaondolewa katika maisha yetu ni shetani amewaondoa, wengine ni Mungu. Not every time kitu ambacho kinaondolewa katika maisha yetu ni shetani, vingine ni Mungu waga anaviondoa vitu ambavyo si bora ili akupe ambacho ni bora zaidi katika maisha yako. Kazi ya adui, agenda yake ni kwenye kila mpango wa Mungu wewe usimuone Mungu ila umuone yeye. That is why Paulo anakuja anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Why yatiwe nuru? Ili muweze kuviona vitu vya nuruni. Manake kama jicho halijatiwa nuru, manake jicho lina giza. Kama lina giza, manake linaona vitu vya gizani. So hata kama kuna mpango mzuri wa Mungu katika maisha yako, unaweza usiuone ule mpango mzuri ila ukaona mabaya ya shetani. An example is this. Unaweza ukapata ajali kwenye gari, then ukiangalia ile ajali ambayo umepata, unaona kabisa ni almost ungekufa, ungepoteza kabisa maisha kwenye ile ajali. Adui akitaka kukutazamisha kuhusu yeye, atakutazamisha uone kwamba Mungu hajakupa ulinzi ndio maana ukapata ile ajali. Lakini ambaye jicho lake limetiwa nuru atagundua kwamba adui alikusudia sio tu ajali, bali alikusudia uhai wangu, ila kwa rehema na kwa mapenzi ya Mungu amenilinda, I don't know kama kuna mtu ananielewa. Amenilinda na kunitoa mahali ambapo mauti ilitumwa kuja kuniangamiza. Listen, kwa mtu mwingine kutupwa katika tanuru linalowaka moto, adui anaweza akakwambia Mungu hakupendi ndio maana amekuruhusu uwekwe katika tanuru la moto. Lakini kwa mwingine kuwekwa kwenye tanuru la moto alafu akatoka yuko salama, hatosema kwamba Mungu hakunilinda mpaka nikaingia katika tanuru la moto. Ila mwingine atakwambia namshukuru Mungu kwa sababu hata nilipotupwa katika tanuru la moto, Mungu alikuwa pamoja na mimi na alinilinda. Na ndio maana Zaburi 118 mstari wa 13 inasema ulinisukuma sana ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Notice, kusukumwa, nilisukumwa lakini sikuanguka. Why? Because God alinisaidia. Mauti ilikusudiwa ila haikunipata. Why? Because God aliniokoa. So sometimes mitego inaweza kuonekana kabisa ni kama inakaribia kufanikiwa ya yule adui, lakini kwa sababu Mungu yuko upande wetu waga anatupigania. Let me tell you this, sometimes we have to change our perspective. Tunatakiwa tubadilishe fikra zetu. That is why many times waga nawaambia watu, tutoke kwenye mentality ya kuishi nimerogwa, nina mikosi. Just because haujapata kitu fulani haina maana kwamba una mikosi, haina maana kwamba umerogwa. Hapana, kuna vingine vimeondoka, ni Mungu ameviondoa. Listen, anasema hivi, waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Watch this. Biblia inasema hivi, Yesu akaenda hekaluni akakuta watu wanafanya biashara. Biblia inasema akaanza kupindua meza ambazo zilikuwepo kwenye lile hekalu. Naomba nikukumbushe, Biblia inasema wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Manake Kristo anapoingia kwenye maisha yako anaanzaga kupindua kila meza ambayo adui ameisimamisha katika maisha yako. Bahati mbaya ni kwamba sometimes anaweza kapindua meza ambazo wewe ulizipenda. An example, Kristo anapokuja kwenye maisha yako anaanza kuangalia ni kitu gani ambacho ni trap, ni kitu gani ambacho ni mtego wa adui, japokuwa wewe unaufurahia. Sometimes hata mahusiano ambayo uko nayo yanaweza kawa ni meza ambayo adui ameisimamisha. Kuna vitu hayo mahusiano yanakunyonya,
kwa Mungu. Na Kristo anapoingia kwenye maisha yako anaanza kupindua vile vitu. Bahati mbaya waga hatumuelewi Kristo, kwa sababu kuna meza zingine ambazo anazipindua sisi bado tunazipenda. So ni rahisi akipindua meza fulani kuanza kusema kwamba pengine nina roho ya mikosi, pengine nimekataliwa, sina kibali, sina nyota, kwa nini haya mambo yanatokea, why this thing is happening. Notice, anajua vinavyohitajika kuwepo kwenye hekalu, na yeye anajua ni nini hakihitajiki kuwepo katika hekalu. Kuna mipango mingine ni ya adui, inaonekana ni mizuri mwanzoni, lakini adui hajakusudia huo uzuri ambao unauona. Kuna ubaya mwingi ambao ameukusudia. Mungu anajua mwisho wetu, so anapofika kwenye maisha ya mtu anapindua kila kitu ambacho ni kibaya. I don't know kama kuna mtu ananielewa.